Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Nikisema kwa haki na amani, mtajibu tumsifu Yesu Kristo. Kwa haki na amani. Kwa hivyo wakati wana CJPD ama wana haki na amani wanajiandaa kuja hapa mbele na procession, wale wenye bado hawajajiunga na wenzao na waomba mjiunge nao. Ningependa kueleza tu kwa ufupi jinsi ambavyo tutafanya hii shughuli ya kuzindua rasmi kampeni ya Kwaresma mwaka huu. Tutaleta vifaa ambavyo tutatumia wakati wa Kwaresma ambavyo vitabarikiwa na padri, kisha padri atazindua rasmi bango letu likiwa na ujumbe wa mada kuu ya kampeni ya mwaka huu. Atatusomea ujumbe huo, kisha baada ya hapo wenzangu wakirudi kuketi, nitawaeleza tu kwa ufupi mada ya kwanza ya wiki hii, ikiwa ya kwanza ya Kwaresma inazungumzia jambo gani. Kisha niwaeleze vile vile matumizi ya pesa ambazo tulipata mwaka uliopita, na mwishowe kuelekeza ambavyo jumuiya na hata Wakristo wengine mtaweza kushiriki kampeni hii. Kwa hivyo wana CJPD mnaweza jongea mbele, kwaya kitupea wimbo. Msaada wetu yu katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi, tunaomba baraka zako juu ya vifaa hivi ambavyo vimeletwa mbele ya altare yako ili weze kubarikiwa kwa ajili ya mfungo mtakatifu wa mwaka huu, mwaka wa 2024, mwaka wa jubilei, mwaka wa matumaini. Tunakuomba Bwana, yale yote ambayo tunatazamia tuweze kuyatenda wakati wa Kwaresma hii, tukiongozwa na mada ya Kenya tunayoitamani. Tunaomba kwamba sisi wote ambao tupo katika safari ya kutafuta nchi ambayo inapenda haki, familia ambazo zimesimamiwa na haki, tunakuomba Bwana, sisi wenyewe kwa njia zetu tuwe wale ambao tunaendeza injili ya haki na upendo. Tunakuomba Bwana, uzidi kuimarisha hawa wana wako, wanachama wa kikundi hiki cha haki na amani, ili kazi ambayo wanaifanya, wao ambao ni chombo cha amani, wao ambao wanapanda mbegu ya upendo palipo utangamano, tunakuomba Bwana, uzidi kujalia neema na baraka, afya, amani na roho, ili hili injili ya haki na upendo iweze kuzambaa kote katika familia zetu, katika jamii zetu, katika parokia letu na taifa hili ambalo tunalitamani kuwa nayo. Na tunaomba baraka yake Mungu Mwenyezi juu ya hawa na haki na vyombo hivi vya Kwaresma ya mwaka huu, mwaka wa jubilei, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
Basi Wakristo wapenzi, kwa mamlaka pewa na hawa wanachama na kwa niaba ya baba paroko wetu Padre Ben na pia Father Pascal ambaye ni chaplain wenu, nikimwakilisha nazindua rasmi kampeni ya Kwaresma ya mwaka 2025. Shangwe na vigelegele kwa Bwana. With the theme, the Kenya we desire, Kenya tunayoitamani. Tuseme kwa pamoja, the Kenya we desire, Kenya tunayoitamani. The church we desire and the families that we desire. Asante sana Padre kwa kuzindua rasmi kampeni ya Kwaresma ya mwaka huu. Kwa hivyo Wakristo, nilivyosema awali, nitawaeleza tu kwa ufupi kuhusiana na mada ya mwaka huu ambayo ni Kenya tunayoitamani. Ikizinduliwa rasmi mada hii, maaskofu wetu kule Mombasa tarehe 28 walielezea kinagaubaga umuhimu wa sisi kutenga muda wakati huu wa Kwaresma kutafakari matatizo yanayokumba nchi yetu, jamii na familia zetu. Na kwa nini tunazungumzia nchi tunayoitamani? Ni kwa sababu tuna changamoto nyingi ambazo zinatukumba sisi wote, na tutamkaribia Mungu tukiomba kwamba haya matatizo tunayoyapitia aweze kutupa nguvu ya kuyatatua. Na jambo ambalo maaskofu walizungumzia zaidi ni dhamira, ambayo ni conscience. Wakristo, kila wakati tunapofanya uamuzi, kuna sauti mbili ambazo huwa tunapata katika mawazo yetu: sauti ya Mungu na sauti ya Shetani. Ana tunaulizwa, tunaposikia sauti yake tusifanye migumu mioyo yetu. Dhamira zetu, wakati tunapata kufanya uamuzi, ni vizuri tujiulize jinsi ambavyo tumekuu kitabu cha Mika kwamba Bwana anataka nini kwetu. Na mkiona pale kwa bango tumeandika, Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda mema na kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu wako. Kwa hivyo kila mara unapofanya uamuzi, Mkristo, ujiulize Bwana anataka nini kwako. Na hata Padre alipoeleza juu ya zile temptations ambazo Yesu alipitia, alijiuliza nini Bwana Mungu alitaka kutoka kwake ndio akaweza kustahimili. Kwa hivyo tunapoanza mfungo huu wa Kwaresma, tunaomba tutafakari kila maamuzi ambayo tunafanya, tuombe kwamba yawe yanaambatana na mapenzi ya Mungu. Pili, nitaeleza kwa ufupi zile mada ambazo tutaenda kuzungumzia hizi wiki 5. Hii ikiwa ni wiki ya kwanza, tutazungumzia familia kama ndio msingi wa jamii. Kwa hivyo tutaangazia matatizo yanayokumba familia zetu na ni vipi tunaweza kuyatatua. Wiki ya pili tutazungumzia ufisadi. Tunaomba tutubu na tuache ufisadi ndio tuweze kuendeleza nchi yetu. Wiki ya tatu
tutazungumzia vijana ambao wana uwezo na talanta zao ambazo hazijatumika ipasavyo humu nchini. Wiki ya 4 tutaangazia jambo la elimu ambayo inafaa kuangazia nyanja zote za maisha. Na wiki ya 5 tutazungumzia utunzaji wa mazingira yetu, tukikumbuka kwamba mazingira ambayo tuko nayo sasa hivi tunafaa tuyalinde ili vizazi vijavyo pia viweze kutumia, na kwamba hata tunapotunza zaidi mazingira tutaweza kupata lishe bora na hewa safi katika mazingira yetu. Kwa hivyo hii ikiwa ndio wiki ya kwanza, kwa sababu ya muda nitaeleza tu kwa ufupi. Tunaomba katika jumuiya zenu mtasoma zaidi, na vile vile tutaweka hivi vitabu katika tovuti yetu, website ya kanisa, uweze kudownload na uweze kusoma ili tuende pamoja. Kwa hivyo hii leo kitabu hiki kinasimulia familia ya Fahari na Faraja na matatizo ambayo wanakumbana nayo katika familia yao. Sisi katika familia zetu wa Kristo tunakumbana na shida mbalimbali, na mara nyingi matatizo yanaanza wakati mambo yanabadilika katika familia yetu. Katika simulizi la leo, shida zinaanza wakati mzee Faraja anapoteza kazi. Lakini baadhi yetu shida zinaanza wakati labda kama vijana umekuwa unakaa na wazazi wako ukisoma, ukiingia chuo kikuu unapata kuwa uko na uhuru, na kisha unakuwa na zile temptations za kufanya mambo yenye haifai. Ama familia imekuwa na shida sana, shida za kifedha, biashara na kazi zao labda hazijanawiri. Kisha wakati fulani Mungu amefungua njia, mnapata pesa. Utakuta kwamba wakati mwingine pesa zikija kwa wingi zinayumbisha familia. Pia familia ambayo imekuwa na pesa na haijakuwa na shida, inapopata tatizo kwamba hizi pesa hazipo tena kwa sababu ile, utakuta kwamba pia wanayumbishwa. Ama mlikuwa mnashirikiana katika maamuzi yenu kama familia, kisha mmoja wenu anaanza kufanya maamuzi bila kuwahusisha wengine ama mwenzie. Kwa hivyo tunaomba tutafakari siku ya leo na tumwombe Mungu ili wakati familia zetu zinapitia changamoto hizi, ziwe za kijamii, za kielimu, kitamaduni, tuweze kupata msaada wa Mungu na kuzistahimili. Katika hiki kitabu kimezungumzia kwa ufupi vile vile mwelekeo ambao Baba Mtakatifu amepeana kwamba familia pawe mahali pa kuwa na ushirikiano na heshima. Pia utamaduni wetu kama Waafrika, utakuta kwamba familia sana sana inaangaliwa kama mahali ambapo tunafaa kuwa na heshima na utangamano, na pia kuwe na upatanisho katika jamii wakati familia zinapata shida mbalimbali. Kisha sheria ambayo tunayo katika nchi yetu ina vipengele mbalimbali vinavyozungumzia umuhimu wa kila mmoja wetu, mzazi au mtoto, kuwa na haki zake, na hizi haki zinalindwa kisheria, na kwamba sisi wote mbele ya sheria tunafaa kupata haki sawa. Kwa hivyo hayo tu ni kwa ufupi, mtasoma zaidi katika kitabu hiki. Na wakati tunazindua rasmi kule Ngong, baba ambaye bishop wetu John Obala Owa alitupa ujumbe huu kwamba hizi changamoto sasa ambazo tunapata katika nchi yetu ni nzito mno. Apart from kusali na kufunga, tumeombwa kila Ijumaa tuweze kufunga ili Mungu aweze kuwa na huruma kwetu na ajibu maombi yetu. Mara nyingi tumekuwa tunahimizwa Ijumaa usile nyama, lakini kwa kipindi hiki cha wiki 5 zijazo, maaskofu wametuomba tujinyime kabisa chakula. Lakini kama una ugonjwa ama hali yako ya kiafya haitaruhusu ufunge,
alisema hiyo inaruhusiwa, lakini kama utaweza, unaombwa kufunga kila Ijumaa. Kwa hivyo hiyo ni kuhusiana na wiki ya kwanza. Sasa nitaelezea tu kwa ufupi pesa ambazo tulipata mwaka uliopita za kampeni ya Kwaresma. Maana baada ya kuzindua rasmi hii kampeni, tunaenda kuwapa Tetra Packs ambazo mtaweza kutumbukiza zile pesa ambazo mmetenga kwa ajili ya kujinyima, saidia wasiojiweza. Kwa hivyo mwaka uliopita tulipata jumla ya shilingi 1,600 ama 672,242. Hebu tujipigie makofi. Sisi kama parishioners tuliotuma moja kwa moja kupitia kwa paybill ya kanisa tulituma 69,166. Kisha kigango chetu cha Stoniathi kilituma shilingi 1,000. Kigango cha Inka City kilituma shilingi 18,136. Kigango cha Charles Lwanga kilituma 34,988. Kigango cha St. Oscar Matali kilituma 14,290. Kisha hapa Acacia tulituma shilingi 534,662. Hebu tujipigie wote makofi. Sasa wakati tulikamilisha kukusanya pesa ambazo mmetuma na kuzipeana kwa jimbo, tulikuwa tumekusanya 615, na kawaida tumepewa maagizo jinsi ambavyo hizi pesa zinatumika. 50% ya hizi pesa ambazo ni 307,772 tulizipeana kwa Divine Mercy Elimu Fund ambayo ina support wanafunzi kati yetu na vigango vyetu ambao hawakuweza kulipia karo yao ya shule. Kisha tukatuma 30% kwa jimbo ambayo ni 1,804, 1,804,662. Alafu parish activities inabaki na 10% of that ambayo ni 61,254, na kiwango ambacho kinabakia kwa haki na amani kwa shughuli zetu za kila mwaka ni 61,554. Kwa hivyo zile pesa ambazo tulikusanya baada ya kufunga kipindi hicho cha kurudisha pesa ni 56,666. Kwa hivyo hizi pesa za Divine Mercy Elimu Fund, baada ya kujumlisha hii hesabu, huwa tunapeana kwa idara ya elimu katika kanisa letu, na ripoti ambayo tumepewa kutoka kwa mwenyekiti ambaye ni Profesa Chalo ni kwamba mwaka wa 2025 kuna jumla ya wanafunzi ambao walipata msaada wa kulipa karo, na tuliwalipia jumla ya shilingi 367,300, na tulisaidia wanafunzi 30 wakiwemo 17 wa kiume na 13 wa kike. Na hizi pesa zilitumwa kwa shule 22 za sekondari, 5 za primary na 3 ambazo ni colleges. Utaona kwamba kiwango kimetumika na Divine Mercy Elimu Fund kinazidi kidogo kile kiwango tulikusanya, ni kwa sababu baadhi ya jumuiya na parishioners wengine waliongezea mchango wao wa kibinafsi, na tunazidi kuwaomba hata mwaka huu muendelee na ukarimu wenu. Kwa hivyo baada ya kuelezea kuhusiana na matumizi ya hiyo pesa, tutaeleza sasa kwa ufupi ni vipi tutaendelea kutoka hapa. Tunawaomba wenye viti wa kila jumuiya baada ya misa hii
muweze kuchukua vitabu vyenu na Tetra Paks ambazo zitapeanwa pale kwa meza ya haki na amani. Na iwapo mwenyekiti hayupo, yeyote mwakilishi wa kikundi anaweza kuja. Kisha kuanzia hii wiki kila jumuiya itaanza kusoma kitabu hiki. Na Wakristo, nilivyowaeleza, hii kampeni ya Kwaresma ilizinduliwa hasa katika wakati huu wa Kwaresma, maana tunapokuja kanisani kusali kuna mambo ambayo yanatukumba ya kifamilia, kiuchumi na hasa kisiasa, ambayo tusipozungumzia, hata wakati tumeketi hapa tukisikiza padri akieleza Injili, yanaweza kuziba masikio yetu tusipate ujumbe ipasavyo. Kwa hivyo wakati huu wa Kwaresma tunatenga muda katika jumuiya zetu ili tuzungumzie haya mambo mengine ambayo tunatumai tukikamilisha kipindi hiki tutakuwa katika hali nzuri zaidi kama Wakristo kumtumikia Mungu. Jambo lingine ni kwamba tungependa mwaka ujao tusitumie Tetra Paks, lakini mwaka huu tuko na Tetra Paks na tunawapea njia nyingine ya kutuma mchango wenu ambao ni njia ya paybill, ili kila Ijumaa unapojinyima usave this paybill number 4042525 na unaweza tuma moja kwa moja mchango wako kwa paybill ya kanisa. Hii paybill inatumika na vigango vyote, ndio maana katika account number tungependa tuweze kubainisha mchango umetoka kigango kipi na jumuiya gani. Kwa hivyo waandike Lent/Acacia kama ni hapa Acacia, kama ni kigango kingine kigango chao, kisha jina la jumuiya. Iwapo unatuma moja kwa moja kama parishioner na hauna jumuiya yoyote kwa sababu yoyote ile, waweza weka jina lako badala ya jumuiya. Lakini kama ni jumuiya, tafadhali weka saint the name of the jumuiya, ndio tuweze kufanya hiyo hesabu na tutawaeleza wanajumuiya mchango wao baada ya kukamilisha kipindi hiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na tunaomba kwamba Mungu anapotuuliza hii leo anataka nini kutoka kwetu, tuweze kujitolea. Hizi changamoto za kitaifa zinaanza katika familia zetu na sisi kibinafsi. Kila mmoja wetu ana jukumu la kufanya, na kwa pamoja tutaweza kupata matamanio ambayo tuko nayo. Asanteni na Mungu awabariki. Tuwapongeze tena hiki kikundi cha wana haki na amani. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, na pia kwa